kuwa live. I wish to be live. Muda wa kutosha. Na majira yanakuja ambayo hadi kufika mwaka 2030 till the beginning of 2030 nitakuwa na TV ya kanisa hili. I'll be having a kama unaamini sema amina nzuri. Tutakuwa na TV ya kanisa hili kabla ya mwaka 2030. Dunia itakuwa inaangalia yanayoendelea hapa. Watayaona mambo ya Ijumaa, wataona mambo ya Jumatano, watakuwa wamesikia shuhuda kutoka New Eden. Haleluya, haleluya. Bwana amenipa neno kwa ajili ya maisha yako. Bwana amenipa neno kwa ajili ya maisha yako. Bwana ananiambia nikwambia kwamba hii ni saa ya fidia. This is the time of ransom kwa ajili ya maisha yako. Hii ni saa ya fidia. This is the time of ransom ya maisha yako. Of your life. Yeyote aliyekuonea, whenever who was against you, anakulipa fidia. Yeyote aliyekuonea, anakulipa fidia. Yeyote aliyemeza vya kwako, anakulipa fidia. Kwa jina la Yesu, ni majira ya fidia. Yeyote aliyekuwekea mipaka, anafungua hiyo mipaka, lakini lazima akulipe fidia. Lakini kuna jambo ambalo Yesu ananitaka usimame nalo. Jesus wants a word that you should stand with. Wakati wa kulipa fidia, the time of paying, hauwezi kulipa fidia, you cannot be returned back kama kiwango chako, if your labor bado hakijamfikia Kristo, you cannot still reach Jesus. Hauwezi kulipa fidia, you cannot return yours back kama kiwango chako, if your labor ni cha chini sana, is very low. Ni lazima kiwango chako, your labor must be higher, lazima kiwe juu zaidi, must be high, ili umuone Yesu, that you see Jesus akikutendea, so that you can see Jesus. Na wewe ukilipa fidia, also you have to be given back ya maisha yako, of your life. Kwa kila mmoja, so everyone, anayedhulumu vya kwako, everyone who took yours, anakulipa fidia. Nasema anakulipa fidia. Awe hataki anataka, analipa fidia. Kwa sababu Yesu Kristo amewaagiza malaika wa kuwakamata, they are going to be arrested. Wanaenda kukamatwa na polisi wa kiroho ambaye ni malaika wa Bwana. Sijasikia amina nzuri. Fidia ni nini? What is ransom? Fidia ni malipo yanayolipwa. These are the charges kwa uharibifu, those are being charged, au upotevu or for losing wa mali, of losing ya mtu mwingine, yaliyofanyika that has been, huo uharibifu when that ulifanyika, when it was makusudi, just deliberately, ulifanyika makusudi, so that deliberately, lile jambo lilokuwa linahakikishwa, that word has been, kwa mujibu wa sheria, has been done during the confirmed by the law. It has been confirmed by the Lord. Inapokuwa imehakikishwa, when it has been confirmed by the Lord, kwa sheria, by the law, ni lazima yule aliyeonewa, it must be the person, yule muathirika, the affected one, alipo fidia must be returned ya ule uonevu of that uliofanyika. that was done unto him. Ndio Yesu anakuja hapa. Now that Jesus comes kwenye kitabu cha Mathayo, in the book of sura ya 20, Matthew 20, kuanzia mstari wa 20, Biblia inasema, amen. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo, ndio akamwendea pamoja na wanawe, ndio akamshuhudia, akamwambia, akamwomba neno, akamwambia, wataka nini mama? Ameagiza kwamba, hebu toa tamko hapa, hawa wanangu wawili, hawa watoto wangu wawili hawa, keti mmoja mkono, mmoja wa mkono wako wa kushoto, mmoja mkono wako wa kuume, mwingine mkono wa kuume, katika ufalme wako unaokuja. Yesu akajibu akamwambia, hamjui mnaloliomba. Sasa je, mwawezaje kunywa kikombe nitakachonywa? Mnaweza kunywa kikombe nitakachonywa mimi? Wakamwambiaje? Twaweza. Akawaambia, hakika hamtakinywa kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume, mkono wangu wa kushoto, na mkono wa kushoto, sina amri ya kuwapa. Mimi sina mamlaka ya kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Na
Na wale 10 waliposikia, waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita. Akasema, Mnajua kuwa mataifa watawala kwa nguvu nini? Na wakubwa wao watumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu yoyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, awe mtumishi wenu. kwanza. Mtumishi yoyote anayetaka kuwa kwanza kwenu, awe mtumwa wenu. Mtumishi kwenu. Kama vile mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika, kutoa nafsi yake, iwe fidia ya wengi. Hata alipokuwa akitoka Yeriko, mkutano mkubwa akamfuata. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, haleluya. Sasa naomba unisikilize. Now listen to me very carefully. Nipe mimi masikio yako. Give me your ears. Kuna jambo ambalo Mungu anataka kuwasiliana na wewe. One thing that the Lord Kuna jambo ambalo Mungu anataka kuwasiliana na nyumba yako. Kuna neno limeagizwa. The word has been sent unto you. Kwa ajili ya maisha yako. Just because of your life. Kuna neno limeagizwa. Has been sent to you. Kwa maisha yako. To your life. Mahali hapa Yesu anakutana na huyu mama. Now Jesus meets with one. Huyu mama alikuwa amewazaa. This one was wanafunzi wake wawili given to walioitwa those who are called wana wa Zebedayo. Hawa mmoja wapo aliitwa Yohana. One of them was called Yohana. Ni yule aliyekaa. This is one was kwenye kifua cha Yesu akiegamia. Was seated kwenye kile chakula cha mwisho. During this. Mama yao anakuja. The mother comes. Kimwili kabisa. Yes. Akiwa na haki ya kumwambia Yesu neno linalompendeza fahamu zake. Anamwomba. He requests, anamwambia Yesu, ninaomba hawa watoto wangu mmoja akae mkono wa kuume, mwingine mkono wa kushoto kwenye ufalme wako unaokuja. Yesu akamwambia, mnalijua mnaloliomba, kwa sababu ninyi ni kweli mnatamani mambo makubwa katika ulimwengu wa roho, ambao mimi nawaeleza ni mambo ya kiroho, lakini ninyi viwango vyenu bado viko chini. Mnaweza kukinywa kikombe changu. Can you use my cup? Biblia inasema walipokuwa wanaangaliana, wakamjibu bila kufikiria, wakasema tunaweza kukinywea. Yesu akawaambia, hamtaweza kukinywea hata kukaa upande wangu wa kulia na kushoto. Mimi sina amri ya kuwapa. Hapa ndipo ambapo nilipoona na kujua ya kwamba kuna mambo mengine ambayo hata Yesu Kristo mwenyewe hana amri ya kuyatoa, lakini majira yanakuja ambapo Baba yeye kuna watu waliokusudia. Nini maana yake? Yesu anasema kuna watu ambao lazima wapate viwango vya kukaa upande wa kuume na upande wa kushoto wa ufalme unaokuja, lakini hawa watu ni wale watu ambao fidia atakayokuwa nimeitoa itayahusu maisha yao. Ndio watu wa Mungu hapa. Kumbe maana yake sio wote kazi ya msalaba ili wahusu. Tangu ya kwamba tulipowaambia Yesu, na hata saa hii ninapokuambia Yesu anaokoa, wewe unakataa, manake kazi ya msalaba haikuhusu maisha yako. Naongea watu wa Mungu hapa. Ninapokuambia ya kwamba Yesu Kristo anaponya, kumbe maana yake kama hauamini hilo na hujamwamini Yesu, kazi ya msalaba haikuhusu. Na ndio maana shetani anaonea kila kitu maishani mwako, kwa sababu katika ulimwengu wa roho ukiangaliwa hauwezi ukaa mkono wa kuume wala kulia wa Yesu Kristo. Yesu ananiambia hawa watu hawakuelewa, na ndivyo ilivyo hata leo hii. Watu wa Mungu wengi
wanaitwa Wakristo, wala shetani haogopi. Wanaitwa mchungaji fulani, wala shetani haogopi. Shetani anachokiogopa ni kiwango kilichopanda ambacho kiko upande wa kulia na kushoto wa Yesu. Asante kupiga makofi pana. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena hili. Shetani haogopi ya kwamba wewe ni mtoto wa kiroho wa mchungaji fulani. Shetani haogopi ya kwamba unahudhuria kanisa zuri. Shetani anachoogopa ni kiwango cha kiroho ambacho kimemlingana Yesu, kiwango cha kiroho cha kuketi na ufalme wa Mungu kwenye maisha yako. Yesu anasema yeye anayetaka kuwa mkubwa awe mtumwa wa wengine. Maana yake ni nini? Palikuwa na upumbavu. Palikuwa na upumbavu. Palikuwa na upumbavu ndani ya wanafunzi wa Yesu. Wengi walizani ya kwamba kuja kwa Yesu Kristo ilikuwa ni mambo ya kimwili, na alikuwa anatamani huyu mama Yesu awafanye mawaziri hao watoto wake, bila kujua fidia Yesu aliyoilipa ilikuwa inashughulikia sio kimwili tu, ni hata kiroho pia. Ikianzia rohoni, mwilini vitamalizikia. Naongea na watu wa Mungu hapa. Kumbe fidia ambayo Yesu alileta ilikuwa ni kwa ajili ya nyumba yako, itaponywa rohoni na mwilini itaponywa pia. Kumbe fidia Yesu iliyomleta ilikuwa ni kwa ajili ya biashara yako, itaponywa rohoni na mwilini itaponywa pia. Kumbe fidia Yesu aliyoleta ilikuwa kwa ajili ya afya yako, utaponywa rohoni na mwilini utaponywa pia. Kumbe fidia ilikuwa ni watoto wako watakuwa na akili rohoni na mwilini watakuwa na akili pia. Sinikasikia amina mzuri. Haleluya. Watu wa Mungu sikiliza. Kwa nini Yesu anasema nimekuja kulipa fidia kwa ajili ya wengi? Ni kweli ilikuwa halali wa shetani kumwonea mwanadamu kabla ya Yesu kuja. Leo hii shetani akipata nafasi ya kukuonea, ujue umemruhusu wewe akuonee, kwa sababu Biblia inasema hakuna hukumu ya adhabu ya wao walio katika Kristo Yesu. Maana yake pia Biblia inasema mtii Mungu, mpige shetani naye atakukimbia. Walio na Yesu Kristo, shetani akiwaona huwa anatetemeka. Nami naachilia mamlaka ndani yako. Shetani akikuona akimbie nyumba yako, akimbie nyumba yako, akimbie ndoa yako, akimbie kazi yako, akimbie ibada yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Kilichomleta Yesu, what brought Jesus? Ilikuwa hakuna fidia. There was nothing like Christ inaweza kumwokoa mwanadamu. that was going to save. Hakuna fidia. There was no right inaweza kuokoa afya that yako. was going to save your life. Hakuna fidia nothing like inaweza kuokoa ndugu yako. going to save your life. Lakini Yesu anasema nimekuja kulipa fidia. Biblia inasema kwenye Zaburi in Psalms sura ya 49 Psalms 14 mstari wa 7 hadi wa 8. Ninaomba nisome hapo. 49 mstari wa 7 hadi wa 8. Psalms 49 7 to 8. Biblia inasemaje? Zaburi sura ya 49 mstari wa 7 hadi wa 8, tusaidiane kwa haraka haraka. Anasema Amen. Wa 7. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili. Wala kumpa fidia Mungu kwa ajili yake. Maana fidia ya nafsi zao. Maana fidia za nafsi zao. Gharama. Sina gharama. Asante. Amen. Unanisikia? Unaweza kufika mahali You can reach it. ukasema naenda kutoa sadaka Say that I'm going to ya ukombozi. Ya ukombozi. Redemption offering. Of redemption offering. Ya ukombozi. Redemption offering. Nakwambia hivi, I'm telling you, hakuna sadaka there's nothing inayoweza kutolewa mwanadamu inaweza kumkomboa ndugu yako. Unaweza kusema naenda kutoa sadaka kwa ajili ya kukomboa shamba langu. Hakuna mtu anaweza kukomboa shamba kwa sadaka, lakini huyu mtu ukombozi wake ni lazima. Ukombozi wake redemption, his redemption or redemption. Ukombozi wake ni lazima awe kwanza na Yesu Kristo ndani yake. Yeye aliye na Yesu akitoa sadaka, ila sadaka inaunganika na sadaka ya kwanza
kwanza aliyetoa Mungu mwenyewe, ambao ni damu ya Yesu Kristo, na ile sadaka lazima ishughulikie kesi kwenye maisha yake. Kumbe maana yake hauwezi kufanya kitu kwa ajili ya kulipa fidia ya maisha yako. Ndio maana Daudi anafika mahali katika ulimwengu wa roho alipotamani kulipa fidia ya makosa yake. Hakuona fidia inayotosha gharama ya kosa lake. Daudi alipotamani kulipa fidia ya ndugu zake, akaona ya kwamba hakuna fedha inayoweza kulipa fidia nafsi za watu isipokuwa kuna damu moja itakayotokea miaka mingi mbele. Hiyo damu itaitwa damu ya Yesu, yenyewe itakuwa fidia ya kila jambo kwenye maisha ya mtu. Haleluya! Listen to me. Kila mahali, everywhere, kila mahali, everywhere, mahali ambapo fidia imelipwa, where place this, yule adui that anapofuatilia when that huwa anapigwa. is beaten. Mahali popote Anywhere ambako deni limelipwa, when yule mdai, yule mdai, the person who is yule mdai, the debtor, yule mdai hatakuja tena kudai chochote, kwa sababu deni limefanya nini? Limelipwa. Nataka nikwambie mchana leo, Yesu ameniagiza nikwambie ya kwamba deni la maisha yako limelipwa. Hakuna mtu anayekudai. Manake ni nini? Kama familia na ukoo wanasema ya kwamba hii familia huwa hawajengi, deni la kuja kujenga wewe limelipwa. Kama wanasema hii familia huwa hawazai, deni la kuja kuzaa limelipwa. Kama wanasema hii familia hawasomani, deni la kuja kusoma limelipwa. Ninasema kwa jina la Yesu, yeyote anayekuwekea mipaka, iwe ni kwenye biashara yako, iwe ni nyumbani kwako, iwe ni kwa watoto wako, mwambie hivi kwa jina la Yesu, deni langu limelipwa. Haleluya! Sikiliza nikwambie. Listen to me. Isaya katika ulimwengu wa uledi ya kiroho, Isaiah in the spiritual realm, anaona katika ulimwengu wa roho he sees in the watu wa Mungu wengi wako kwenye mashimo, they are in the holes. lakini majira ya unabii wa Isaya, But the Isaiah's prophecy, alikuwa hakuna mtu there was nobody angeweza kuamuru that was wale watu watoke kwenye yale mashimo, that would just, kwa sababu yeye aliyeweka kwenye mashimo because alikuwa na uhalali. he had the right. Ngoja Let me nikwambie, tell you, si mnasikiaga usually here watu wanasema people say amechukuliwa mzukule, he has been he has been taken to be a spook, he has been taken to be a spook, amechukuliwa kuwa mzukule. He taken to be a spook. Huyu ni mzukule, huyu ni mzukule, ni roho inayotembea, ni mtu aliyekufa. Unajua kinachofanyika ni nini? Kwa nini Yesu anasema ninatoa nafsi yangu kuwa fidia kwa wengi? Kinachoporoga na kinachoipiwa kwenye maisha yako sio roho yako wala sio mwili. Wanachokifanya ni hiki, wanachoiba ni nafsi, wanaibaga utashi, halafu ule mwili wako wanauwekea kisingizio ili uende kuungana na nafsi yako. Ndio maana unashangaa ile roho inatengwa na mwili na nafsi. Ikitengwa tayari anakuwa mzukule. Hilo ndio walifanya wachawi wakitaka kuchukua nafsi ya mtu. Sikiliza nikwambie, Isaya anaona katika ulimwengu wa roho nafsi za watu wengi ziko kwenye mashimo. Nafsi za watu wengi zimewekwa chini ya mahandaki, lakini hakuna mtu anayesema rudisha, kwa sababu ilikuwa ni majira ya unabii, ilikuwa ni majira ya unabii. Hakuna mtu anayesema rudisha, rudisha, bring back, rudisha, hayupo. Isaya anaona, alipoona akasema ninaona hawa watu. Soma Isaya sura 42 Isaiah 42 mstari wa 22. Isaiah 42 verse 22. Biblia inasemaje? Sura 42 mstari wa 22. soma katika jina la Bwana. Amen.
Lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo hao. Hapana ukoaye. Wala hapana mtu anaweza kuokoa. Wamekuwa mateka. Hapana asemaye. Wala hapana asemaye rudisha. Nisikilize. Listen to me. Unaweza kuwepo nyumbani kwako. You can be at your home. Lakini nyumba yako, but your home iko gerezani. Unaweza kuwa na biashara. You can have a business. Lakini biashara iko gerezani. It is in the kila kitu kwenye maisha yako. Everything in your life. Kimeachiliwa roho. It has been given the spirit. Nafsi na mwili. The spirit and the body. Hata hiyo biashara. Even that business. Ina roho. It has the spirit. Nafsi na mwili. Spirit and the body. Ndio maana hiyo biashara inaonekana duniani. It can be seen in ingekosa mwili isingeonekana duniani. Ingebaki rohoni. It will be said in the spirit. Unachokiona hata hiyo nguo unaivaa ilianza kuwa roho. Ikapewa nafsi. Nafsi ikaiamua. Ikaenda kuinunua. Ikaja kuukalia mwili wako. Ndio maana umevaa mwili. Maana kila kitu kinaweza kupewa nafsi, roho na mwili. Sikiza nikwambie, biashara ikiwa imeibiwa nafsi yake, ni kweli utaonekana unafanya biashara, lakini na biashara kinachokupa wewe faida ni nafsi iliyo ndani ya biashara. Naongea na watu wa Mungu hapa. Unaweza kuwa una shamba zuri, lakini kila ukilima unapata magunia mawili. Shida inayotokea ni kwamba katika ulimwengu wa roho, hilo shamba na ule mkulima nafsi zao ziko gerezani na kwenye mashimo. Unaweza kuwa na mipango mizuri, lakini ile mipango imebaki rohoni, haina nafsi, imebaki mwilini. Huko mwilini na mipango mizuri, lakini unabaki kuwa masikini. Leo Bwana ameniambia nikwambie, ni saa ya fidia maisha yako. Leo Bwana ameniambia nikwambie, ni saa ya fidia maisha yako. Yeyote aliyekuweka kwenye yale mashimo ya kichawi, yeyote aliyekuweka kwenye yale mapango ya familia, yeyote aliyekuweka kwenye yale mashimo ya kukataliwa, Bwana amesema amekuvika mamlaka ndani yako. Utoe tangazo la kumwambia adui rudisha. Mwambie rudisha, rudisha, mwambie warudishe. Yeyote aliyemeza nyumba yako, mwambie arudishe. Kuna watu ulipokuwa chumba sugu, when you are fiancé, you went on well. When you came to marriage, everything went off. Because of what? Satan just he took that marriage, he put under the hold. Satan wanted to he tried to touch my marriage. He put into hold. Sometime. People knew. When they knew. Now my marriage was like akisema mtu kufundisha jambo, ndoa ya mwimbaji 60 date ikawa ni gumzo kila mahali. Lakini mimi nikajua Bwana aliponihurumia akaniambia, akasema hii ndoa lazima itoke kwenye shimo, hii ndoa lazima itoke kwenye shimo. Yesu alipoitoa kwenye shimo, leo hii inafanya kazi ya Mungu na mke wangu, wala hatuchoki. Leo hii nakwambia kwamba tunamwomba Mungu pamoja kwa ajili yako, lakini wakati ule tulikuwa tuombi pamoja. Sikiliza nikwambie, Mungu yuko ndani yako, uwezo wa Bwana uko ndani yako, mamlaka ya kimungu iko ndani yako. Yesu Kristo amelipa fidia. Kwa kuwa amelipa fidia, ni haki yako kumwambia shetani rudisha. Ni haki yako kumwambia bibi rudisha. Ni haki yako kumwambia babu rudisha. Ni haki yako kumwambia lemeza tapika. Pamika vya kwangu kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu, usikae kwenye ramani ya adui. Don't stay in the downward position. Adui anajua shimo la kukupeleka na kukushika. The enemy knows where he can take you. Adui anajua hata mashimo ya kukupeleka. Although the enemy knows where to take you. Na anajua hata location ya mashimo. And even though the location. Anajua yako wapi yale mashimo. Where the holes are. Lakini habari njema ni hii. But the good news is. Yesu ameliagiza neno mchana leo. Imani yako inuke kwa jina la Yesu. Imani yako inuke. Maombi yako yapitiwe nguvu. Unalolitamka litokee. Haja moyo wako itikwe kwa jina la Yesu. Manake mchana leo Bwana anakupa
atakupa neno. That means this Come on, dear adui. Even your words will tell Go and tell your enemy. Go tell your enemy. Return what belongs to me. Rudisha vyote vilivyo vyako. Return all that belongs to me. Rudisha vyote ambavyo ni vya kwako. No matter what legality you have. Haijalishi ni nini lakini I command you to return everything that you have stored into my house. Rudishe vitu vyote I want you to restore everything. Nahitaji urudishe vya kwako. Kila ulichokiiba kwangu nataka urudishe. Ila ndio hivyo nataka urudishe. Mafanikio na maelewano ni malipo nataka urudishe. Kuna watu wako kwenye ndoa lakini wao ni kama msaidizi wa kwenye ndoa. Wala wao sio huko kwenye ndoa. Shida ni kwamba huko kwenye mashimo. Kuna watu unafanya kazi sana. Utazana wale msaidizi wa wafanyakazi. Haki za wafanyakazi wengine. Wao haupati. Shida ni kwamba ulipoanza kwenda kazini watu walikuwahi wakakuweka kwenye mashimo. Leo Bwana ameniagiza nikuambie kwa jina la Yesu ya kwamba maisha yako yamelipiwa fidia. Kama lipiwa fidia, yeyote anayeiba vya kwako anarudisha. Lazima tumlazimishe arudishe kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana anasema ni majina fidia. Ngoja nikupe ushuhuda. Let me tell you this testimony. Tuliuposti. We posted it kwenye grupu la familia New Eden. In the New Eden family. Hallelujah. Amen. Tulifanya jambo kubwa sana. We did a big thing. Mungu alifanya jambo kubwa sana. The Lord did a great thing. Na nilikwambia. And I told you. Huu ni mwaka wa Leobofu. This is the year of Kama mwaka wa Leobofu. It's the year of Leobofu. Kama mkawa muujiza wako. Kama mkawa ushindi wako. Kama mkawa kumiliki wewe. Kama mkawa kubarikiwa wewe. Kama mkawa amani yako. Kama mkawa watu wa Mungu kwako. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu nakwambia. Huu mwaka. Bwana ameliachilia neno la unabii. Neno lililotangulia maisha yako. Utafanya jambo lolote katika hali ya udogo litakuwa na kuwa kubwa. Utakwenda hatua katika hali ya unyenyekevu na unyonge, itakuwa nguvu na kuwa jasiri, kwa sababu Mungu amesema, ameliagiza neno. Huu ni mwaka wa Leobofu, mwaka wa kuzidi na kuenea katika nchi. Lakini jambo ambalo Bwana alisema usiku ule ni kwamba yeyote aliyekuonea asipopatana na wewe anakufa, asipopatana na wewe tutamzika. Yeyote aliyeonea vya kwako, yeyote aliyeiba vya kwako, yeyote aliyekalia nafasi yako, aje apatane na wewe kwa jina la Yesu. Nasema aje apatane na wewe, kwa sababu mwaka huu watakuja na kujibembeleza. Sikiliza ushuhuda huu. Listen to this. Nina mtoto wangu mmoja. I have one child. Wakati alikuja hapa, when she came, safari zake zimefungwa katika ulimwengu wa roho. Bwana akampa neno la siku 7. The Lord gave kwa ndani ya siku 7 within 7 days. Mungu anaenda kuonekana. The Lord is kwa viwango vikubwa sana. In big alikupa safari. He's going to give you na unapanda ndege. Ndani ya siku 7. Bwana kwa uaminifu wake. In the faithful wiki ile in that specific yule dada akapata visa ya kwenda Oman. Mungu akafanya the Lord did kwa ukubwa sana in a great katika mwaka ule. In that mwaka ule kuinuka na kuangaza na kuliachilia neno la mwaka. Tenda nalo hilo, lazima jambo litokee kwako. Ni neno la nabii maisha yako. Nikasikia mimi nzuri. Amen. Tukiwa katika majira yale alipokuwa anaondoka mwaka ule akiwa ameanza kazi, yuko Oman anafanya kazi na mama mmoja wa Kiislamu ambaye anampenda Mungu wake sana. Lazima ule dada amsaidie kwenda msikitini na kurudi. Maana ni mtu wa umri mkubwa. Yule dada siku moja anakwenda msikitini na huyu bibi mama mwingine ambaye hata amjui alianza kumtukana na kumsemea maneno mabaya. Lakini neno moja leo alisema ni kwamba unakuja huko kwetu kwa sababu kwenu kuna njaa. Maanake Afrika kuna njaa, Tanzania kuna njaa. Alipogusa utaifa wake moyo ukamuuma. Sikiza nikwambie, ukiwa ng'ambo ya nchi, when you're abroad, unapotukana kwenye taifa lako, moyo huo unauma. Hata si kama roho inataka kung'oka. Hilo lilitokea nilipofika Uturuki. Niko na rafiki yangu, wale Waarabu wa Uturuki wakamuita rafiki yangu kama ni nyani, na mimi pia wakawa wananihaki skafu yangu ya Tanzania. Moyo wangu uliniuma, niliwaangalia mara mbili, nikasema moyo funga.
kwa nchi za watu. Nikaendelea mbele na safari yangu. Sasa yule mwanangu alipoambiwa vile alianza kuugua sana. Akasema huyu amenionaje? Amenionaje nchi yangu? Sisi bado tunamwaga vyakula. Huku wanaweka hadi viporo siku 8. Na wanavipasha tena. Amenionaje? Mwanangu aliumia. Bwana Yesu asifiwe. Majira alipofika aliendelea kuongea na mimi. Alipofika kule vita vilikuwa vikubwa kwa sababu na mnapokuwa mnaagiza watoto wenu nyambo, especially nchi hizi zinazozitaja, wapelekeni na Mungu, otherwise watarudi wamekufa. Kinatokea ni nini? Kwa muda wangu wa miaka hii 4 ya kukana wale mabinti na wale vijana, nimegundua ya kwamba wengi wao walipokwenda kule, wale wenye nyumba waliingiza machini ya familia ndani ya wafanyakazi. Kwa hiyo mfanyakazi muda wote yeye ni kuugua, ni kulia na kuteseka huko akifanya kazi za watu. Ngoja nikwambie, yule dada nilipomwombea alifunguliwa, maana niliingiza uchungu, mapepo akakaa ndani yake, akafunguliwa nikiwa Tanzania, yeye yuko Omani. Nakumbuka ameendelea mbele akamaliza. Mwaka huu tukavuka mwaka pamoja. Tulipokuwa tunaandaa kuvuka mwaka, alivuka pamoja na sisi, na watoto wote walijiunganisha grupu lile walivuka pamoja na sisi. Ngoja nikwambie ajabu, akiwa tumevuka mwaka juzi hapa, akiwa nyumbani na ile bibi yake anaendelea mbele, yule mama ameagiza watoto wake 4 wamevamia pale nyumbani wakiwa na furushi la zawadi, wakaja pale nyumbani wakagonga usiku wa saa 5 kwa saa za Omani, wakasema tumekuja tuna shida na wewe. Akasema mimi nina shida na mimi, mnanijulia wapi? Tuna shida ya mama yetu, ametuagiza kwako. Yule dada akasema mama yenu nani? Akamtaja, akakumbuka ya kwamba miaka 2 iliyopita huyu mama alimtukana, akamtukania hadi utaifa wake. Yule dada akarudi kwa bosi wake, akamuuliza je, niwafungulie? Baadaye yule bosi akamruhusu wafungulie. Walipofunguliwa mlango na kuingia ndani, walianza kulia, wakaanza kulia, wakasema wakapiga magoti, na Waarabu kupigia magoti sio jambo la mchezo. Wakapiga magoti, wakasema wewe dada, msamehe mama yetu, maana anaumwa sana, ametuagiza kwako tuombe msamaha. Ni miaka 2 iliyopita alikutukana siku moja wakiwa wanatoka msikitini, ametuagiza na ametuagiza na furushi hili. Ananionyesha vyombo vya thamani, vyombo vizuri, yaani nikaji kwa jiko linajaa vyombo vizuri vya kupendeza, wakaleta na fidia kosa lao. Yule mwanangu akarudia tena, baba, wale watu wamekuja wanasema ni wasamehe. Kwa mwanangu, samehe tena bure kabisa, tena utakwenda bure, nenda hospitali kamwombe huyo mama anapona. Sikiliza nikwambie, nimekwambia hivi, huu ni mwaka wa fidia maisha yako, huu ni mwaka wa fidia maisha yako. Yeyote aliyekonea atakuja na fidia, atakuja na fidia. Hesabu miezi tu, waliokuona ufai watakuja na fidia, lakini Mungu anataka ili ulipofidia, kaa kwenye kiwango cha Yesu, kaa kwenye kiwango cha Yesu, kaa kwenye kiwango cha Yesu. Usikae kwenye kiwango cha dini yako, utapoteza, utaonewa. Usikae kwenye kiwango cha mchungaji, utapoteza, utaonewa. Kaa kwenye kiwango cha Yesu, yeye ameshalipa fidia. Kwa hiyo yeyote anayefuatilia maisha yako atalipa na fidia. Nasema alipe nyumba yako na fidia, alipe kazi yako na fidia, alipe nafasi yako na fidia. Yeyote anayemeza kwa kwako analipa fidia. Mpaka wote wa Mungu hapa sema mimi mmenionea vya kutosha. Sasa haya ni majina yako, nilipo fidia. Mimi mmenionea kazi yangu kutosha, sasa mnalipa fidia. Mlionea sana ndugu zangu, sasa mnalipa fidia zao. Ninyi mlioweka mipaka ya nyumba yangu, sasa mnalipa fidia. Mmefuatilia vya kutosha, kwa kuwa kujua ya kwamba Yesu ameshalipa. Sasa mnalipa mara 7, sijawapa mara 14, mnalipa mara 7 kwa jina la Yesu.
Nami natoa tangazo kwa jina la Yesu. Yeyote aliyekuonea alipefidia. Yeyote aliye nyumba yako alipefidia. Yeyote aliye afya yako alipefidia. Na mbingu ifuatilie hili kwa jina la Yesu. Bwana akiliagiza neno huwa anamtanguliza malaika kulitimiza. Na ninaona wakati Mungu analiagiza neno na ameshamwagiza malaika kulitimiza. Kuna jeshi linaagizwa kutimiza neno hili. Na sababu biashara yako ilipofidia. Biashara yako ilipofidia. Kila unaoligusa linaenda kufanikiwa. Pokea neno la Bwana kwako. Kila unaoligusa linaenda kufanikiwa. Watu wanakuita kwa gharama. Watu wanakupigia simu kwa gharama. Watu wanakutafuta. Ninaona katika ulimwengu roho ukitafutwa. Utatafutwa kwa mema sio kwa mabaya. Watu wanatafuta kwa mema sio kwa mabaya. Hautaishi maisha ya kuomba mwaka huu. Mwaka huu utazidi na kuenea katika nchi. Roho ya umasikini inaondoka. Na unatoa utajiri wako. Kila anayetafuta pesa, kila mtu sahihi ataletwa kwenye maisha yako. Ila Mungu anataka imani sio kuwa na mashaka. Watu wasio sahihi, iwe ni watu wa kanisani, nje ya kanisa, kwa kuwa tu sio mtu sahihi, akae mbali na maisha yako, akae mbali na nyumba yako, akae mbali na watoto wako, akae mbali na biashara yako. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu anaenda kukuonekania. Mungu anaenda kudhihirika. Hawatakudharau tena mwaka huu. Mungu akutendee mema na Mungu akufanikishe kwa jina la Yesu. Soma juu kwa miguu yako. Ninakuinua Adonai kwa jina